Get the point. Take a step forward. Young people at this age feel strong. One of the areas the teens and the youth are tempted to inasema kwamba is in sex na vitu kama hizo. Sasa kuna vitu zingine kama wazazi sisi tunafikiria nyinyi hamjavijua. Is that true? Huo ni ukweli, lakini ni kwamba mnavijua. Lakini some parents they think that you don't know. Kwa nini tuweze kujifundisha mambo haya kwa kanisa katika hii age? What is sex? Hiyo ndio nini nataka niulize. Mumefundishwa shuleni, si ndivyo? Ni nyumbani hamtafundishwa. Wale ambao wamejaribu kueleza wamefanya utabiti na ugonjwa wa ukimwi, wanasema victims ambao wako wamehusika ama wamehusika katika jambo hilo sana ni watu ambao ni teenagers na youth. Percentage yao ya kuwa na ugonjwa wa ukimwi iko juu. That means hawa ndio watu sasa wako katika hali hiyo. Tulipoanza semina tulisema kwamba kwa sababu kubwa ni kwamba media imechukua nafasi kubwa kwa vijana. Si ni ukweli? Na mambo mengi ya media yanaelekea katika mambo hayo. Ukiingia Facebook, ukiingia Twitter, everywhere unakutana na mambo kama hayo. Na tumekuja kugundua ndio njia shetani amechagua ya kupata vijana wetu waweze kuwa katika hali hiyo. Nataka niseme hivi. Sex si kitu mbaya, naanza hivyo. Is a good thing ambacho kiliwekwa na Mungu kwa watu ambao wameoana kama mtu mume na mtu mke. Si mnasikia paka hapo? Sex is something good kwa wazazi ambao wameoana mtu mume na mtu mke. Ukiwa kijana kuna vile unastahili kustamili na kukaa ili ungojee siku hiyo iweze kufika. Kwa sababu kuna vijana wengi katika Biblia ambao walijaribu na Mungu akaweza kuwasaidia. Kuna kitu ambacho kinaitwa personal benefits of remaining sexual clean. Personal benefits of remaining sexual clean. Hiyo ni kusemaje kwa Kiswahili? Daktari. Personal benefits of remaining sexual clean. Katika hali mambo ya ngono. Si hivyo? Kuna personal benefits. Wanasema number 1, it makes better lovers. Inakusaidia unakuwa ikifika kiwango, kwa wale ambao wamefika kiwango cha kupenda, unapenda mtu vizuri. Sijui kama nimetranslate vizuri. Hello? It makes better lovers, Do you understand yenye nimesema? Unapokuwa clean, uchihusishi na mambo kama hayo, wewe ni kijana, wewe ni msichana, itakapofika wakati wa kupenda na kupendwa, kuna vile ina make vizuri, inakuwa kitu kizuri. Hata kama ni ndoa, utakapofika hapo unaingia ndoa ambayo ni safi. Vijana mnaelewa? By the way, kwa sababu ndoa ni takatifu na ni safi na ni ya Mungu, wale wanaoingia ndani kama hawakujihusisha na mambo kama haya, basi mtakapoingia, hata yule ambaye mtaoana na yeye atajua hakika ni mtu wa aina gani ambaye amemchukua. Kwa wale ambao wamefika, kwa vijana ambao mmefika katika hali hiyo. Kwa hivyo ambassadors, nyinyi wakati mwingine thank you. Ambassadors wakati mwingine vitu vingi mtaongoja kidogo, lakini kwa wale ambao mmefika seniors, ukiwa ni mtu ambaye hakika umechinyima na kukaa, ukiingia kwa ndoa basi itakuwa vizuri. Kwa wale ambao mmekuwa kubwa, there is a guy tulifanya harusi, walipoenda honeymoon, hiyo tendo haikufanyika vizuri.
msichana akakasirika. Ati mbona you don't know, ujui chochote. That means msichana alikuwa expert. Si ni hivyo? Na kijana yeye hakuwa anajua, kwa sababu alilelewa church, akafundishwa kanisani, na alijua usinifu ni dhambi. Chenye alijua ndoa ni takatifu na ni ya Mungu. Sasa yeye hakuwa na that experience. Walipoingia, yule msichana akatamani ifanyike kama vile ambavyo anajua. Kwa hivyo ilipokosa akaanza kupigana. Baadaye hii harusi ilisimama, ikaisha. Jamaa kwenda kwa daktari kupimwa, akakuta ako sawa. Ni vile yeye haelewi mambo haya. Vile alilelewa kanisani, alilelewa. Kuna mambo daktari walifanya polepole, baadaye akawa mtu mzima. Alipokuja kuingia kwa ndoa nyingine, hivi sasa ni baba ambaye ako na watoto wawili, lakini ni muumini, baada anashikilia imani yenye alifundishwa na wazazi wake. Halo. Kwa hivyo hata mwenye ambaye alikuja kumwoa baadaye aliona type ya husband ambaye ako nayo ni mtu mzuri, amekuwa mwaminifu. Kwa hivyo akamwambia, kama kuna mahali na mimi nilikosea, nikaenda nje bila kujua, kwa sababu umekuwa mwaminifu. Kwa hivyo alijua yule msichana ambaye sasa wako na yeye, alijua mume wake atakuwa na uchafu mwingine kuharibu ndoa yao. Kwa hivyo ukibaki bila kushiriki mambo na ngono, vijana, kuna vile inakuja kukusaidia ukae vizuri. Na jambo lingine nasema ya kwamba the other benefits of remaining sexual clean, nasema ya kwamba it provides one of the most valuable gifts of love, namely virginity. Okay, inakusaidia kama msichana. Kama kuna kitu ambacho ni cha muhimu kwa mtoto wa kike, ni kukaa bila kukaa na wanaume. Halo? Hiyo hata virginity si kitu ambacho unastahili kuharibu. Wasichana wangu, virginity si kitu ambacho unastahili kuharibu. Unatunza virginity, kusema mtu ambaye hapendi kufanya mambo ya ngono na wanaume. Wasichana wa leo wako everywhere na wanafanya vitu kama hizo. Kwa hivyo unapokuwa katika hali hiyo unajisaidia. Number 2, it provides freedom to enjoy your youth. Kama wewe ni mkijana, mwanaume ama msichana, kama ushughuliki na mambo hayo, inakusaidia una enjoy your youth freely. Kwa hiyo usumbuki, kwa sababu hauna stress. Hello? Hakuna kitu ambacho kinakusumbua, kwa sababu mtu kijana, ukishinda jambo hili, basi itakusaidia. You know what? Kuna siku moja niliitwa shule. Kuna siku moja niliitwa shule. Wasichana walikuwa wakifika zile siku zao, si hivyo? Zilikuwa zinakuja nyingi, mpaka mtu anapelekwa hosi. Nyingi kabisa, na si mmoja si wawili. Listen, kwa sababu wazazi wao walikuwa wanaogopa wanapoenda shule, wanawachukua hospitali, wanadungwa sindano ya kuwasuia wasipate mimba. Unajua wazazi wanakuanga na uoga. Sana kwa wasichana wanakuanga na uoga. Ndio maana mkiwa home hatupendangi mkae peke yenu. Sometimes tunatafuta security ya kulinda mtoto msichana. That is why huwezi ukaenda duka peke yako, kwa sababu hatuamini kwamba ni duka peke yako utaenda. Unapewa katoto kengine kadogo, kana watch, kana monitor, hata kama ni mtoni. Umeona mtu ukipewa mtu, wacha kwenda peke yako, enda na huyu. Umeona watu wasichana, mmeambiwa hivyo? Mnaambiwa hivyo? Mnajua reason ni kwa nini? Wazazi wanataka msichana wake afaulu. Kwa hivyo nilipoenda pale kujaribu kuongea na wasichana, wakaniambia ni wazazi wanatudunga sindano. Hizo siku zetu zinakaa, siku ile zinakuja, sasa zinakuja kwa hiyo ya miezi yote, mpaka anagonjeka kwa sababu ya uoga. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba unapokaa katika hali hiyo na wazazi wanaogopa, sasa hakuna haja. Hata wewe unaposema mimi tuende unidunge, that means hata wewe unashiriki katika mambo hayo. Lakini kama ushiriki, unamwambia mami, hakuna haja ya kufanya hizo vitu, kwa sababu mimi ni mtu mzima, najielewa,
I know what I'm doing. Kwa hivyo unaenda unakuwa free. Hakuna kitu ambacho kinakusumbua. Unakuwa free, unafanya mambo yako kwa sababu unajiamini. Unapokaa bila hiyo. Namba nyingine inasema ya kwamba it helps build patience and self control. Inasaidianga hizo. Inasaidia mtu unakuwa na uvumilivu na kujikontrol wewe mwenyewe. Sababu hiyo inasema ya kwamba sasa niulize kwamba kuna mambo mengine, kwa sababu I have something nataka kushare na nyinyi kwa sababu ya time. Nilipoenda kwa seminar kwa makambi fulani, nikaambia vijana kila mtu achukue karatasi, ambassadors na senior youth, lakini wakati huo nilikuwa na ambassadors. Nikawauliza kama wewe ni boy, andika hapo juu boy, ama ni girl, andika tu girl. Alafu kama umefanya uandike yes, kama hujafanya uandike no. Nikiwapatia makaratasi, mtaniandikia. Uandike jina lako, lakini unaandika a boy ama a girl, ama unaandika yes or no, just yes or no. Nilipokusanya makaratasi nilikuta sitaki kusema, lakini huko ni mbali, watu wengi hata ninapoongea hivi wamefanya. Nilikuta makaratasi, nikamwambia na useme ukweli, kwa sababu tuko church na hakuna mwenye atakuchapa. We just write what you know, andika chenye ambayo unafanya nini unajua. Waliweza kuandika, na nikakuta wengi ambassadors wengi tuko nao church, wengi wanashiriki katika hali ya ngono wakiwa vijana wadogo. Sasa ni majukumu yako kama msichana, ukianza kujiweka katika hali hiyo, kuna vile utaweza jaribu kabisa. Nimesema mambo mengine ambayo sasa unastahili kufanya nini ili uweze, kama umejihusisha katika hali ya ngono, unastahili kufanya nini? Ask for forgiveness from the Lord Jesus. Unastahili kuomba msamaha. Kama umeshiriki, uende kawa ulishiriki bila kujua, kwa hivyo unastahili kuomba msamaha. Mungu aweze kukusaidia na aweze kusamehe. Jambo la pili, uweze kuplan na kuchange lifestyle yako pole pole, kwa sababu kuna uwezekano lifestyle, kuna vile ambavyo itaweza kupeleka na iweze kukuweka hapo ndani. Lifestyle, by the way, hebu niulize sasa, kwa sababu nisipige kelele mimi peke yangu. Hamtaniacha peke yangu. You guys, lifestyle, kuna vile lifestyle itachangia kushiriki katika hali ya ngono. Just if you have something you can tell me. Lifestyle, kuna vile ambavyo itachangia kujipata katika hali ya kushiriki mambo na ngono. I'm asking you. Kuna vile lifestyle? Yes dad. Can you tell us? Tuambie kitu kimoja chenye unajua. Ni vipi lifestyle itaweza changia mtu achipate katika hali ya kushiriki ngono? Yes. Kuvaa mavazi. Na pia sehemu ambazo unatembea zinaweza changia. Kuna mtu ataweza kufafanua sehemu za kutembea niweze kujua kama mnaelewa kitu anasema. Sehemu za kutembea, kuna mahali utaweza tembea uchipate na ujikute katika hali ya unajikuta tu umeshiriki katika ngono. Yes, hebu sehemu kama gani? Ladies, wasichana wangu, somebody can say something. Wasupa, mambo kama gani, kama wapi? Sehemu za kutembea kama wapi? Clubs. Na wewe kwa sababu unaweza enda kwa club hapo, sehemu nyingine. Napendanga mtu anasimama, kwa sababu najua tumeanza kuacha utoto. Si utoto umeanza kupita. Now you can stand up and say something, okay? Ingine tuseme, yes ma'am, can you tell us? Kwenda sherehe fulani
Kama tuseme bashi, hiyo mnaitanga bashi hivyo. Mtu anakualika bashi ya usiku, mnakaa the whole night, si hivyo? Ama by the way, kuna wengine ambao ndio ichanganywe hapa, nasema kwamba avoid wrong company which may easily lead you to the same problem. Kuna watu ambao utaweza tembea na wao, wataweza changia, si hivyo? Unajua tulisema chusi, kama kuna mtu ambaye ako na hiyo tabia all the time, mnapokutana na yeye hakuna kitu kingine anakueleza kando na hiyo. Yaani kuna uwezekano, yaani kazi yake ni kukueleza hizo, I have a boyfriend, I have a girlfriend, this and this, tulifanya, tulienda, tukafa. Hiyo akianza kueleza na anatamani na wewe uanze kufanya kama nani? Kama yeye. You know what? Sasa mnapoenda atakwambia, kwa mfano wasichana ni sindi, si unisindi. Si mnasindi yake, mnasindi mtu. Kusindi mtu si unasindi mtu. Mnaenda unasindikiza mtu, mnafika mahali, mnaingia kwa kecha fulani. Si ndivyo? Mnaingia kwa kecha fulani hapo. Sasa mjamaa alikuwa amejipanga kufanya vitu zake. Na wewe wademu wamekuja wawili. Si ndivyo? Wademu wamekuja wawili. Sasa chapo inaletwa hapa, mnakula hama chipo. Alafu unaacho wewe ukikaa hapa. Tuseme kwa mfano wanaenda kufanya shughuli za, unakaa hapa. Next time yule boy mwenye mmeenda kwake anaenda kuambia jali mwenzake rafiki yake kwamba kuna kuanga na kademu kanaletwanga na nini yangu, si ukuje. Sasa next time ukimsindi utakuta tena wako wangapi? Wale wakienda na wewe utabaki hapo ukiweka mtu box. Unaanza kuweka mtu box hapa vizuri, unaanza kuweka box. Utaanza na wewe, kwa sababu unataka ukae kama huyu, unaanza kukubali haraka, ndio na wewe usipaki nyuma sana. Sina kwanga hivyo. From there unachikuta umechifungia kwa msigo ambayo haukuwa yako. Friends, vijana wetu ambao mnakuja kanisani, I know that you have friends. Ninajua nyinyi mna marafiki, na hakika hata nyinyi mnatamani kusikia hiyo vile my brother alisema, kuna vile ambavyo vyakula ambavyo mnakula mnatumia vina uwezo ya kuchangia katika hali hiyo. Kwa hivyo kuna vile ambavyo mambo yatakuwa. Anasema kwamba care for yourself, the kind of books you read, TV programs you are watching. Okay, programs na vitabu ambavyo unasoma vinaweza changia pakubwa. Unachikuta sana. By the way, kwa wale ambao mko kwa media, ukiingia tu kwa media, tuseme kwa TikTok, watu wa TikTok hi. Amuko? Watu wa TikTok hi. Awako. Watu wa Facebook hi. Niko na mmoja wawili. Watu wa Twitter hi. Awako. Watu hawajijui hi. Mnajijua? Najua hizi vitu zote mtakuwa hapo. Sasa avoid kuangalia vitu zingine ambazo sitachangia. You know, watu ambao wanaingia kwa mtandao, uchafu wote niliwaambia juzi uko hapo. So make sure kama youth, kama kijana wa church, make sure kuna vitu zingine unaachana nazo. Ukiona hizi, unaona hizi zimenipita miaka, hizi si zangu, unaachana nazo. Sisemi kwa media ati media ni mbaya. Kuna vitu zingine mzuri ambazo ziko pale. Si ni ukweli? Kuna vitu zingine zitaweza kukusaidia. Hautakaa hapa sasa mimi tulikatazwa media. Use common sense. Wewe ni mtu mkubwa, media iko, lakini haikuja kwa sababu yako kukuharibu. Vitu zingine avoid. Si kuna uwezekano uweze kuavoid. Sasa si tulichosema hapa chuzi, hii miaka huwezi kuweka mafi kwa kitanda. Utaweka mafi kwa kitanda at your age. Utaweka mafi kwa kitanda unless you gonjeke. Tumbo yaharibiki. Unajua tumbo ikiharibika utaweza jiharia tu. Hiyo nayo tutasema ni ugonjwa. Si ni hivyo? Lakini ukiwa akili timamu na mwili uko sawa, kuna vile utaweza fanya hivyo mambo machafu. Kwa hivyo hata media iko kama hivyo. Kwa hivyo ni wewe uchipange. Si lazima uanze kufuata kila kitu. Ni sawa media kaa hapo. Kwa sababu kuna vitu zingine tukiwakataza tutakuta tunawaharibu sana. Media iko. Kuna vitu zingine kama kijana utaweza fuatilia pale na sikusaidie. I thank God my son alienda tu akiwa katika hiyo mtandao aka form 3. Lakini tu kwa Facebook akakutana na mtu amepanda viazi tamu kwa gunia pastor.
amepanda viazi tamu na anafundisha watu vile watu wanapanda viazi tamu. Nilistukia ametafuta magunia, anataka sasa kuweka practical. Na ameweka mchanga na mbolea na ametafuta hayo matawi, ameweka hizo viazi tamu. Nikamwambia vile umeziweka, you just wait for 3 months tuone kama zitakuwa kama zile. Si ulifuata tu kila kitu vile walisema. Manyua ya kuku akaweka kila vile, akasema nataka nione kama hii viazi tamu itatoka kwa hii gunia. Ikitoka nitaanza kulima hizi, tuanze kuuza pesa. Si kwamba anachifika kifua. Saa hii kijana huyo ako na kuku zake. Mimi napenda kufuga kuku. Mimi ni mkulima, ninafuga kuku. Na aliniambia dadisi unipe moja na mimi nikampatia tu kuku moja. Nikampatia pastor 1,000 ya pocket money aende nayo shule. Siku hiyo nikampatia 1,000 na akaenda akaiweka. Hakukula hata shilingi moja. Hiyo mtoto ako na akili. Hakuweka hata shilingi moja. Alipokutoka shule akaniambia dadi, ile pesa yangu nilipata hiko, nilisave yote lakini nikamwambia umekosa. That means hata sadaka haukutoa. Na saka haukufanya nini? Haukutoa. Kwa hivyo ulienda ukaleta zote. That means saka ufanye nini? Utoi. Si hapo nilijua kuna mtu hapa atoi sadaka. Lakini akaniambia dadini, kwa sababu kuna jambo nataka nifanye. What? Atukienda kuleta vifaranga kununua kutoka kwa farm, uniletee vifaranga zangu za 1,000. Kwa hivyo nikaenda nikamletea vifaranga 10 za 1,000. Zenye vile nikamletea. Unajua hata chuzi nilisikia wivu. Machogoo ikakuwa hivi. Aliuza machogoo. Zaya ameniambia chogoo moja tuliuza at 1400 chogoo 7. Sasa tunaenda Sunday kununua mbuzi 2 zake. Huyu jamaa ameanza kujipanga bwana akiwa shule. Sasa na kuna kuku zingine na kuna mbuzi. Sasa ataanza kunishinda. Sikia, hizo vitu alitoa wapi? Anajaribu kufuatilia vile watu wanafuga na yeye anaingia hivyo. Kwa hivyo nimeanza kuona huyu mtu mahali anaelekea. Kwa hivyo media si mbaya, lakini usiitumie vibaya. Una waste your time, uko hapo tangu asubuhi mpaka jioni unafanya mambo kama hayo. Kwa hivyo jaribu uiweze kutoka katika hali hiyo. Jambo lingine, be active on spiritual matters together with the other well-meaning youths. Kwa hivyo be active katika mambo ya kiroho. Spiritual matters, kanisa uweze kuwa active. Niliwaambia juzi, ili uweze kushinda hizi vitu manze, uwezi ukakaa hapa na unang'ang'ana huko nje na kuna shughuli zako na make sure uko active in the church. Kivipi? Active in the church kivipi? Nani niambie, sitaki kukangasana sana sisikia mtu. Be active in the church. That means kivipi? Boys and girls, you are wasting my time. Kivipi? Kuwa active in the church. Kivipi? Nani ataelezea? Yes. Being active in the church. Yes. Maybe like we are ambassadors. Yes. Attending the meetings, practicing the songs, kunaimba. Yes. And many other things. Prayer bands. Yes. Every Sabbath unakuja mapema na unatoka late. Girls and boys, unakuja mapema, aiwe skuli ya Sabato. Unakuwa wapi? The church. Na ile jioni wanasema simama sasa tufunge Sabato, tunafunga sifu Mungu. Kwa hiyo wanafunga Sabato, uko hapo. Okay? That means hakuna mahali unaenda, na hata kama kuna programs za church uko hapo. Uko active hata nyumbani na Biblia yako. Have your own Bible. Kuwa na vitabu zingine niliwaeleza. Kuwa active katika mambo ya kiroho. Penda nyimbo za mbinguni. Maboys and girls, achana na hizi sukari. Achana na hizo, acha hizo vitu. Wewe weka nyimbo ambazo hakika hata wewe ukisikia unasikia hakika kuna Mungu. Kwa hivyo jaribu uweze kufanya mambo kama hayo. Another thing. Watch out your the type of dress you walk in. Mostly ladies. Make sure the mavazi yenye unafaa yanachangia pakubwa. My girls, by the way, I'm sorry to say this, nawapenda bure. Hello? Nawapenda. Wacha mambo na kufaa nguo ambazo zinaleta aibu. Hata zinakuharakisha. By the way, I'm sorry to say, kwa sababu mimi si daktari. Daktari ni akina hawa.
vile mwanamke aliumbwa mtoto wa kike. Girls, mnasikia? Ni vile sita time kuwaeleza nyinyi peke yenu. Nyinyi mnastahili kufuta hewa sehemu zote. Unanielewa? Msichana unastahili kuvaa nguo ambayo inaruhusu oxygen inapita hata chini. Mnanielewa? Wacha kuvaa vitu zingine. Kuna magonjwa utaweza jiletea. Kuna kitabu pastor kinaitwa Feeling Good. Nani ameiona hicho kitabu? Feeling Good mahali. Hamjaona kitabu wainjilisti wetu wanauza Feeling Good? Hi, sema hello. Good. Thank you. Sasa nisaidie na mtoto, mpe mic nyingine ambayo ifanyi. Saidia mtoto huyu. Saidia mtoto mama. Wacha huyu amsaidie wewe, sit down huyu. Enda. Daddy, wewe my best friend. I love you. Wewe ni mzuri. Huyu atakuja kuwa mchungaji. Anataka kuwa na mic. Sikia. Girls, hizo nguo unapovaa, kuna wale wanavaa rongi. Kuna ugonjwa utaweza jiletea unapovaa rongi ambao ni tight. Kuna hiyo mishipa mnaita vein. Ukiifinya sana, kuna vile unasuia damu kufanya nini? Kutembea. Na wakati ule mko na hiyo yenu, mnaelewa, unapoweka hizo vitu alafu unafunika na unaweka na chini, utaanza kuwa na ugonjwa mwingine, unaanza kuchikuna sehemu za siri hata mbele ya watu. Inaitwaje hiyo? Hiyo daktari sasa anasema hata kwa sababu ni uchungu, unaweka kidole unaanza kukuza hata kwa baba yako, kwa sababu hiyo ugonjwa itakupata. Vaa nguo ambayo ukitembea ni ndefu tu kidogo, hailetangi shida. Kwa hivyo wasichana wengi wameweka mitego, wameweka hata maboys mahali ambapo ya mitego ya kufanya mambo na ngono, kwa sababu mwanadamu aliwekwa vile mwanaume alisetiwa. By the way, wasichana mjambo, mwanaume alisetiwa akiona hivi, kuna vile ana react hata kama asipokuambia. Mwanaume yoyote, hata mchungaji, ni vile roho yako mingi, unaangalia unafunga macho. Na unajua boys and girls, uchungaji ni hapa hivi kwenda juu. Uchungaji na elder ni hapa hivi kwenda wapi? Lakini hapa kwenda chini ni mwanaume. Mmesikia kitu tunasema? Hata ndio maana nawaambia avoid hii mambo ya kuhug. Hata kama ni dadi, ati ni baba yako. Umesikia kuna mgari anaenda na baba yake? Si kuna uwezekano msichana anafanya ngono na baba yake? Si kuna umesikia hata media wakitangaza? Kwani mimi nimeleta mambo mageni? Unajua nini? Hii tabia, unatoka shule, umefalia vibaya, tumatiti tuko nje, alafu nasema dad, unawekelea dadi yako moto kwa kifua, moto, na alikuwa na baridi. It's very dangerous, okay? Ukiwa msichana mkubwa, umeanza kuwa na kifua, wacha kusalimia dad na kifua hivi. Unamwangushia. Mwambie dad, kwa sababu miaka yako imekataa sasa, unampea mko. Unajua hii pulp ukifinya haijui kama ni mtoto. Hata mtoto akifinya itawaka tu. Hata ni mtu mkubwa akifinya itawaka, kwa sababu ni stima inawaka. Haijui ni nani alifinya. Be very careful boys and girls. Okay? Wacha kuangukia. Kwa hivyo wasichana mkivaa vibaya, tunguo vile najua niliwaambia kuumbwa kwa wasichana stock ilikuwa nyingi. Labda umepalikiwa na mwili, wewe ni mnene, halafu tunguo tumekufinya. Milima ni mingi, milima inakuanga mingi. Sasa unafaa vibaya, unakuta maboys wanaanza kukuangalia. Kwa hivyo kuna vile nguo zinachangia mambo haya. Ni vile sina time. Katika Biblia kuna mahali nguo zilichangia kufanya usherati. Sipasta kuna mahali ambapo yule mwanaume alijificha msichana wake wa mume wa kijana wake, wakafanya ngono na yeye. Akamwambia nipe fimbo. Chenye iliwasaidia wafanye hiyo ni nini? Ni mavazi, kwa sababu msichana alienda akaweka nguo akakaa kama kahaba, kwa sababu kuna vile nguo za makahaba zinaonekana. Simnazijua. Kwa hivyo unapofanya unafaa kama miniskirt kakujuka tight. Sasa unaenda hii mapacha hapa boys hawataki kuona ukitembea hapa this side. Hapa is very dangerous. Sasa unaenda hivi naonekana is very dangerous wasichana. Kwa hivyo inachangia pakubwa wasichana kuingia katika hali hiyo. Okay. Kitu kingine nasema ya kwamba have time for your personal Bible study and devotion. Nimesema hiyo. Have time for your personal Bible study. Create your time, pata muda wako, kaa, jifunze neno la nani? La Mungu as a youth, kama kijana wa kiume na kijana wa kike.
Okay, you must fight to remain clean. Hii nayo una fight, ni vita. Si kazi rahisi. Si kazi rahisi kupata msichana amesikaa vizuri ama mfrana msichana. Ni kwa sababu unastahili kufight. Ni kitu ambacho unapigania. Usije ukafanya mambo haya ukiwa mtoto mdogo. Katika kitabu cha mtasoma Psalms chapter unasoma Colossians chapter 3 verse 16. Utaenda kusoma, mtaandika hiyo. Then utasoma Psalms Colossians chapter 3 verse 16, mumeandika wenye kuandika. And Psalms chapter 1 verse 1 ukielekea inakusaidia. Chunga. Kuna jambo, ni kwa nini watu waweze kufanya jambo hili? Ni kwa nini watu waweze kufanya mambo na ngono? Why do young people enter into premarital sexual relationship? Number 1, lack of education and information. Ni kutojua, ni kutokuwa na maarifa katika mambo haya. Wewe tu unakaa tu uelewi chochote na unakaa na unajipata katika hali hiyo. Number 2, wanasema ya kwamba wrong company. Nimeeleza kuwa na marafiki ambayo wanafanya mambo hayo. Immoral literatures, vitu kama vitabu ambavyo tunasoma vibaya. Wrong information on sex. Girls cheated by boys with statements such as nianze kusema hizo vitu. Nianze kusema hizo, nitachomea watu. Nichomea watu sasa. Maboys nitawachomea. Na girls, take note. Nasema kwamba girls cheated by boys with statements such as, you cannot get pregnant if this is your first time. Si unajua sana sana magirls wanaogopanga kuwa pregnant. Sio ndio wanaogopa sana. Wanajua tu siku ile utakuwa na mwanamume, utakuwa na nini? Na mimba. Si hivyo? Sasa akiongea hivi unamwambia hapana, hautakuwa. Anakuambia kama ndio siku yako ya kwanza hautakuwa pregnant. Hebu tuseme ukweli. Ni ukweli ama ni uongo? Hebu nikuulize. Kama hiyo mbegu inaenda na imekuta shamba iko sawa, iko fertile, itakataa kumea? Hapo ndio itamea vizuri kwa sababu iko na rutuba zote. Imekuwa ikingojea hiyo mbegu. Siku ile inaingia hivi, basi wewe umekuwa mami. Hata kama uko class 8 umekuwa, whether you like it or not, utakuwa mami. Hii kitu na itokangi hata ukikunywa maji. Mtu anasema acha nikunywe maji mingi itoke. Hiyo hata ukunywe biba mzima, hiyo iko mahali sehemu yake. Kwa hivyo usidanganywe. Another thing wanaambianga wasichana, wanawaambia if we do it and then you tukifanya na ukojoe. Hizo vitu sana sana ambassadors ndio wanadanganywa. Seniors mnaelewa. Sasa I'm trying to help these young people, okay? Ati ukifanya hivi alafu ukochoe hautakuwa na mimba. Can I ask you? Wala mmesoma science mambo na what? Kusema ukweli, hiyo laini na mkojo zinapatikananga wapi? Laini ya mkojo ni laini yake. Na hiyo laini ni laini ya. Kwa hiyo mtu anakudanganyaje ati ukikojoa haitakuwa imeshika? Hata ukojoe damu. Hata ukojoe nini? Hakuna vile ambavyo utakaa bila mimba. Kama nyakati zilikuwa zimefika ni hizo, basi hiyo laini nyingine wewe utabeba mtoto wako miezi mingapi? 9, na utafanya nini? Utazaa huyo mtoto. My God. Nyingine nasema ya kwamba if we do it and then you if we do it, if you do not accept us to do it, you do not love me. Na hii ndio wanatumianga sana. Si hivyo? Kama uwezi ukakubali tufanye, that means haunipendi. Si hivyo? Na hii ndio wanatumia sana. Sasa mgal anasema kwa sababu nataka nimuonyeshe nampenda, acha tufanye. Na mnafanya kwa sababu nataka kumshow unafanya nini? Unampenda. Let me tell you my girls. Yeyote anakufanyia ngono ukiwa msichana mdogo kama uchaoleka, hakupendi. Sikia, hakupendi. Kwa sababu chochote unakipenda uwezi ukakiharibu kikiwa kidogo. Tunaelewana?
Chenye unaharibu ni kitu ambacho fanye nini? Upendi. Kama uko na boy anakuambia tufanye ndio nione kama unanipenda, hiyo ni saini kubwa kwamba hakupendi. Hawezi ukaharibu mtu ambao unapenda, kwa sababu anajua chochote chaweza kutokea, either kiweze kuharibu maisha yako milele. Si kuna uwezekano kitaharibu maisha yako, yeye atabaki akiendelea na maisha yake, lakini wewe utarudi nyumbani uanze kuhangaika. Tuseme kwa mfano kama ni mtoto, labda amekupatia magonjwa ambayo yeye mwenyewe anayajua na amekaa nayo na ako na experience ya kukaa nayo. Kwa sababu wewe hujawahi kaa na magonjwa, unaanza kujificha ficha, baadaye kigunduliwa unaanza kuumia kwa vitu ambavyo ulikubali tu kwa dakika moja na ukajiletea shida. So make sure my girls, mtu asikuambie kwamba tusipodu kwa hivyo unipendi. Huyo mtu anataka tu kukuharibia maisha yako. Be very careful. Then anakuambia everyone is doing it. Hata kwamba si hata kila mtu anafanya. Mwambie hao kila mtu si mimi, hao ni hao, mimi ni mwingine. Boys and girls, hata kwa kila mtu anafanya, sasa fulani wanafanya, fulani na wafanya, si hata sisi tufanye. No. Najua siku hizi nimekuja kugundua tena watu hatari ni ladies. Hakima boys siku hizi hata mmeanza kukua down. Ladies wako juu bana. Siku na juzi tu hapa Kisii town, rafiki yangu alitoka Nairobi akiwa amechelewa. Mzee hivi. Utu tu usichana to university. Na ni saa 3 mzee amechelewa kutoka Nairobi, akaanguka hapa town saa 3 usiku. Akapita street moja, akakuta tusichana tuta. Wanamwambia mzee, what you like it or no, tutalipa nyumba. Wanakimbiza mzee, twende tufanye service ulipe nyumba. Mzee akaanza kutoroka. Ila harakati ya kutoroka kwa sababu ya mvua, bahati mzuri akaanguka kwa maji takataka. Wakamwambia kwa sababu umeanguka kwa maji takataka, hatuchukui hiyo, wakaaja. Kwa hivyo naambia wanaume, ukikimbishwa hapa town, tafuta maji takataka, anguka. Ndio upone. Sini hivyo. Kwa sababu tumesikia maji takataka hawapendi. Tusichana tu leo tumekuwa, sio nyinyi, wale wengine, tumekuwa tupaya. Ndio tunaforce, tumekaa kama ile kuku inataka manyako la ya ego kwa lileta ketetwani. Inafika tu kwa choko haina stress, choko haina maneno. Inafika kwa choko kanarara chini. Kakuku kanarara. Paka choko inasema hata si kuwa na mood. Lakini kwa sababu umelala, wacha nitimize. Tunajua umeiona hiyo. Tusichana siku hizi ndio tunachileta paka unashindwa nimeokoka ni sawa. Mimi ni ambassador. Na Pasaka nilikula. Sasa si imekuja sana hii. Mtu anajileta paka kwenu na anataka kujua bedi yako. Nataka kuona bedi yako vile inaonekana. Unaenda kuona bedi ya mwanaume kufanyia nini? Alafu unapika kwa bedi ya mwanaume unajiruza pale. That means kijana anaona hii nisiposhughulikia atanidharau. Si ni hivyo? Alafu anashughulikia. Wasichana be very careful. Nyinyi ndio mmeanza kuwa wabaya. Hata darasani mkikaa na wasichana utaumia. Kama kuna boy hapa anakaa na msichana utaumia. Kidogo wanakudunga ding, kidogo unajaribu kunyamaza ding. Unaona, unapoona kama msichana kana kudunga, that means kakuna mambo kwa mawazo. Si ni hivyo? Kakuna mambo mabaya kanafikiria. Hata mkio kwa barabara siku hizi ndio kana kuchoka, kanafanya jokes ile ya kuambia sasa mbona sasa. Unajua kuna salamu tunatoka kwa msichana, unaona hii nayo si mzuri. Kuna mahali inafanya nini? Naelekea. Okay? Kwa sababu wasichana wanasema kwamba siku hizi kama boys wamekuwa wadogo, sasa inabidi ujitafutie mwenyewe. Usikae kwa nyumba, unaenda kujitafutia. Siku hizi watu wanatongoza wa fulana ni wasichana. Na unakuta wasichana wanapigana kwa barabara kwa sababu ya boy fulani. Ati mbona achana na chali yangu, achana na chali yako, ulisha. Hati usipoachana na chali yangu. Na wewe ni ambassador, na wewe ni youth wa kanisa, na uko na machari unaanza kupigana nayo kwa barabara. It's very wrong. Ni vibaya sana kama watoto wetu ambao tumeweka katika mazingira ya kwenda mbinguni. Ni sawa, wakati huo utafika. Utakuwa na machari, utakuwa na masupu, utakuwa na hao wote. Ngojea wakati uweze kufika. Okay. Mwingine anasema I will be
careful, I will be careful, you will not be pregnant. Ni vipi mtu ataweza kuambia atakuwa careful? Hiyo kazi inakuanga na careful. Kuna careful hapo kweli? Yaani ni nini anatueleza huyu? Anakuambia ati nitachunga sana. Atachunga nini hapo? Anapoanza kufanya hiyo kazi, atachunga nini daktari hapo? Hiyo anaongea juu ya withdraw. Withdraw. Ati nitaweka ni withdraw. Si ni hivyo? Ukora. Sasa ile shamba imelimwa, mnaelewa hizi vitu nikieleza. Mtu anataka kumaliza shamba yake mbele. Alafu namwambia na atakudanganya. Alafu akwambie sorry itakusaidia sasa hiyo. Sorry itakusaidia sasa hiyo. Utakuwa umeingia kwa hatari, hakuna sorry hapo. Kwa hivyo mtu anakudanganya. Ingine I have condoms so you are safe. Hiyo ni ukweli. Hiyo ni ukweli. Akiwa na condoms. By the way, ni vile si kuja na tupate kondom moja tuilete hapa, iwekwe maji kabisa, ijae. Utaona yale maji yakifanya nini? Yakitoka. That means hiyo kitu iko na mashimo. Usidanganywe. Hiyo mipira inakuanga na nini? Kama ni ugonjwa utapata. Achana. Kama unataka kukaa kama mtu safi, achana. Ngojea siku ile tutakuja hapa harusi, alafu uende kwako ukiwa vizuri. Another thing, if we do it while standing, things are very okay. Hiyo ni ukweli? Hiyo ni ukweli? Si mimi nimeandika, ni daktari hiyo ni ukweli? Tukifanya tukiwa tumesimama, hautakuwa pregnant. Hiyo ni ukweli? Hapana. Hiyo ndio itashika mzuri ukue mama watoto. Hello? So be very careful. Be very careful my friends, because I love you na nataka kuombea muende mbali. Shida nyingine nasema kuna consequences unapofanya mambo haya. It is a sign against God. It is a sin against God. That's from the book of Exodus chapter 20 verse 14. It is sin against God. Unapofanya jambo hili ukawa ukijua ni dhambi mbele za nani? Mbele za Mungu. It may spread magonjwa kama HIV, AIDS na vitu zingine. Nasema ya kwamba itaweza leta pregnancy ambazo asikuwa zimehitajika. Okay. How do I avoid this thing? Na utafanyaje uweze ku avoid? Number 1, be a committed Christian. Nimeeleza. Get time to read God's word. Nimejaribu kueleza. Avoid company kama hizo nimeeleza. Hizo vitu zote ambazo zimetajwa, jaribu. Avoid being in dark or private places with your lover or any other person of the opposite sex. Avoid kukaa na mtu majioni mko kwa street, majioni somewhere kuna giza. Usikubali kukaa na mtu ambaye sio mko sex moja, nini side moja. Sikia. Another thing una avoid magals. Mtu asianze kugusa ovyo. Hello boys and girls, mnanielewa? Kama uko na boyfriend na uko na girlfriend na akiangalia nyuma, akiangalia mbele, anaanza kugusa sehemu zingine ambazo astahili kuguswa na kijana. Moja, magirls, moja ni gani? Mko somewhere, you are walking, alafu anarusha mkono, anagusa sehemu moja ambayo haistahili kuguswa. Moja ni gani wasichana? Msininyamazie kama watoto. You are grown up people. Sehemu ni gani? Moja ni gani? Magirls, can you raise up your hand telling me? I know, ninazijua lakini nataka kujua kama mnajua chenye nasema. Ni gani? Moja ni gani? I know, hizo zote. Mimi ni mwalimu, ninafundisha watu siku zote. Ni sehemu moja ni gani? Kifua cha msichana. Najua kuna mwenye anataka ku waste water, ku test water. Anagusa aone kama utafanya ni? Anagusa gusi. Alafu anasema ai wacha jokes. Na una smile. Test water, amejua huyu mtu nikiendelea hata yeye anafanya nini? Unajua kwa wasungu uguse msichana wa wasungu maditi.
Unajua utafanyiwa nini? Upatikane na msasi. Utafanyiwa nini? Utapiwa risasi. Kama kuna sehemu kwa wasungu uwezi ukagusa wasichana wao, ni wapi? Ni matiti yake. Lakini this Africa, nyinyi wa Kisii na Wajaruo na Wakamba, munaruhusu kijana anagusa kifua chako. It's very dangerous. Akikugusa, my girls, listen very carefully. Akikugusa hivi, simama ngangari, muangalie macho. Motebi ke muisieke. Eke rudia mara 3. Eke muisieke. Eke muisieke. Eke muisieke. Muonyeshe kwamba kuna vile umefeel very bad. Si hivyo? Mwambie chenye umefanya hatutamalizana na wewe hapa. Nitaambia my dad. Make sure. Mwambie vile umegusa matiti yangu, ili ni jambo linajulikana na watu wote. Kaisi wazo kuistidira maji, wazo kutengeje unga, akisi kuwa serious, kata chikocholea hapo, kanaomba msamaha. Kata no. I have to. Na ande ikisidi sana, kama ikisidi, ripoti kwa wazazi wako. Wacha choki sina sinaguswa tu kwani za wewe. Ripoti hicho kisa kwa mzazi ama kwa mchungaji. Mchungaji, pastor, ukiona baba yako ni mkali ama mama yako ni mkali, atasaleta shida, enda kwa mchungaji, mwambie kijana kwa hii kanisa kaligusa mimi matiti tukitembea kwa barabara. Pastor anajua chenye anafaa, atafanya. Okay? Wacha kusmile hapo, jokes wacha. Next time mkitembea anagusa, mnaitangaje hiyo? Mbona ile lugha yenu? Inaitongaje? Waacha hiyo lugha. Nyasha anaguza hiyo. Alafu unasema ai. Anajua. Ana test. Baadaye anakufikisha kamba. Be very careful girls. Be very careful. Okay? Mtu anapoanza kufanya vitu, kuna sehemu ambazo mumekaa, anaanza kugusa. Hiyo freedom nyingi ya kuanza kucheza na mwili wako, afraid. Usiruhusu, kwa sababu hayo ni mawazo ambayo shetani ataweka kwa akili zako uweze kuharibu maisha yako. Be very careful my boys and girls, because hizo ni vitu ambazo zitakuletea shida. Another thing. Nimeeleza mambo na dressing. Girls should always have guts to say no. Girls, jaribu kusema no. Tunaelewana? Lakini wengine wanasema, najua guys wanaposema no wanamaanisha yes. No yako iweze kuwa na vitu ambavyo vinaonyesha hakika hii ni no. Si no iko na smile nyingi. No iko na ushae. No, najua sitaki. Naanza kuchora map, sitaki. Na umekwama hapo, uendi, sitaki. Acha, unajua acha, hiyo si mzuri, umekwamilia hapo. That means hiyo no inasema baadaye iko mbele iko yes. Kuna no unamwambia no. Na hiyo ujinga kaa ukijua mimi na mambo mengine ya kufikiria. Kani umwisi aseke ene ngati kubo chinga. Na unajua ukimkataza hivyo anacha hiyo ni mkali. Kuna mwingine, kuna mdemu alinieleza akanisema, pastor, unajua unawakataza, akikukatia sana, anakukatia sana, akiona umekataa anatoka anaanza kukuharibia jina. Anaenda anakuharibia jina akisema huyu mdemu nimesha sasa nashindwa nitafanya nini? Kama ni wewe ungeambiwa na yeye akikwambia hivyo utafanyaje? Hello girls, umekataza mtu ameenda kukuharibia chini, utafanya? Sasa these girls waongei mambo. Umekataza mtu amekuharibia chini kule nje, utafanya? Simunieleze. Nyinyi wasichana wakubwa mko hapo, waachana wale wadogo. Simunieleze. Kuna uwezekano akuharibie chini kwamba amekushughulikia? Kuna uwezekano? Maboys, kuna uwezekano uharibie msichana mwingine chini kwamba tumeshughulikia huyu? Hapana. Ukisema unamaanisha.
Si hivyo? Kwa hivyo ukisema hivyo ndio namaanisha. Si hivyo? Sio yeye ni kulijibu tu amenijibu. Lakini nataka tukae tukijua kwamba hayo mambo yako. Now, wasichana simsonge mkuja hapa mko mbali. Kuna vitu ambavyo nataka kuonyesha hapa. Niliunda kivyangu. Songa mbele kidogo. Ukuje this side. Tunapowafundisha mambo kama haya, tunajua hakika kuna mambo yameweza kuharibika kama vijana wetu wa kanisa. Tunajua kizazi ambacho tumefika. Siku za leo wengi wanapofundishwa leo wanakatazwa, lakini tena wanaenda kuona kama ni ukweli. Si ni hivyo? Lakini tunashukuru Mungu kwa sababu kuna wale wa Mungu ambao wanasikia. Kuna watu ambao walikuwa vijana kama ninyi, na hakika walikuwa na damu ya vijana wanaopatikana katika Biblia, ambao wanaitwa kina Shadrach, Meshach na Abednego. Hao wote walikuwa. Sitaki kufundisha mambo na unabii ukifika tutakuja baadaye. Biblia inasema kwamba mfalme aliposema niletee, kuna watu ambao alihitaji. Hakuita vijana ovyo ovyo. Huyo mfalme hakuita vijana ovyo ovyo. Kusema aenda mleta vijana yoyote. Alisema anataka vijana ambao ukisoma katika vijana ambao ni wazuri katika kuonekana, ambao walikuwa wanaonekana vizuri, ambao hawana shida, hawakuwa na shida yoyote, wazuri kwa uso, wakaonekana wia, wenye hekima, watu ambao that means learned people. Si ni hivyo? Ambao wamesoma, wako sawa, welefu, kwa sababu ya maarifa yao, wenye kufahamu elimu, wenye wameenda darasani. Mfalme anapotafuta vijana, hakutafuta vijana ovyo ovyo, wale wa streets, wachafu. Alisema atafutiwe vijana kama hao, watakaoweza kusimama katika chumba cha mfalme. Kwa hivyo hawa ndio vijana waliotafutwa. Walipopatwa, hawa nimesema Shadrach, Meshach na Abednego walipatikana. Walipoingia ndani kwa mfalme, walibadilishwa majina yao kutoka kwa majina yao ya kikwao, yale ambayo walikuwa wameitwa, ili wakaitwa majina ya Kibabiloni. Na majina hayo ya Kibabiloni yalikuwa na maana yake. Sina time ya kueleza maana za majina ambayo waliopewa. Chenye ambacho kinanifurahisha kwamba majina yale waliopewa ya kimiungu, kwa sababu kuna mtu anaitwa jina linaambatana na miungu fulani. Kwa hivyo kuna watu ambao mnatamani, najua kuna wengine mlipewa majina na wazazi. Si ni hivyo? Wengine tulikuja kupewa. Hata mimi nilikuwa naitwa jina lingine, hata sisemi kwenu. Nilikuwa naitwa jina lingine hata sio jina. Ni mimi nilikuja kujiita hii Evans. Na sikuwa nimeingia kanisa vizuri. Ningejiita ile ya Bible vizuri. Lakini sasa kwa sababu ilikuja kaingia kwa mitihani na vitu vingine, nimeshindwa kuibadilisha, lakini bado ni yangu. Hello? Lakini yenye nilikuwa nimepewa hapo mwanzo ilikuwa mbaya na sisemi. Hello? Kuna jina ambalo unaitwa, maana yake ukifuatilia nakuta hakika sio jina mzuri. Ni jina ambalo liko na miungu fulani. Wasichana mjambo na wafurana mjambo. Unaitwa jina atulikuta kwa sijui ni wapi, kuna tuchina, na wewe ukianda kutafuta meaning yake unakuta ni mbaya. Lakini hawa walipewa majina ambayo yanaambatana na miungu ya Babiloni. Lakini chenye ninafurahisha ni kwamba majina hayo hayakuwabadili tabia zao. Ni sawa walipewa majina ya miungu, lakini tabia, majina yalikuwa tu ni ya nje, lakini tabia ambayo walikuwa nayo haikubadilika. Ndio maana nataka niseme hivi, vijana ni sawa mumesaliwa tao. Si ni hivyo? Si hapa ni tao. Hatutawafananisha na wasichana na wafurana wa huko lisafu. Unajua kuna vile ambao wanaonekana wa huko ndani, lakini nyinyi mko majuu kidogo. Si ni hivyo? Hawezi ukaleta nyinyi, tunasema uwezi ukaleta kuku ya kienyeji na kuku ya grade wabeka sobo kima zile ngani huko ya kienyeji itakula haraka. Hii ya grade iko na madoido. Najua nyinyi mnapenda juice, unaonja, unajua hata njia ya kubeba kikombe sio wa kienyeji, anabeba tu na kunywa. Hata mahindi unakula, unajua hata kama ni matunda
Kuna yao wataoni unakunanga tu kama matunda kimadoido. Yule nyumbani anatoa maganda nje, anaweka yote, anafunika, anasiaga, anarusha kwa tumbo, na hiyo story inaisha. Sasa huu watao unaweka kaulimi kunyonyanyonya kama matunda. Hiyo ni ujinga. Lakini kukula mzuri, toa matunda, kula vile inatakikana, toka hapo. Halo? Sasa hiyo haikubadilisha tabia ya Shadrach, Meshach na Abednego. Walipakia tu kuwa kwa sababu walifahamu Mungu wao wa mbinguni ni nani. Wao wanapoambiwa wakule hizo vitu walikataa. Si hivyo? Hii sisi nyinyi, hata nyinyi mkipelekwa bashi saa hii, mmeingia kwa bashi usiku na unakunywa soda peke yake. Tusema tu kweli. Ukienda kwa birthday ya mtu mnakaa mjana mzima na kunya vinywaji hapo. Tuwaini hapo. Hapo kuna Sprite, kuna Coca-Cola. Utakula nyo paka umalishe Coca-Cola. Juice ya matunda ya mangoes ndio utakunywa. Utakunywa hiyo paka umalishe. Siku naona wewe utasema hata mimi wacha ni unaangalia kando, hakuna elda, hakuna pasta. There is no hakuna unasema hata hiki kitu. Alafu unafanya nini? Unasahau kuangalia wapi? Kwa sababu hapa kuna Mungu wapi? Mbinguni anakuangalia. Sikia my friends. Tabia isibadilishwe kwa sababu ya mazingira mahali unakaa. Unajua ndio maana hata wazazi wengine wanasema, "Wacha nihame kutoka hapa, mazingira ni mabaya." Si hivyo? Utaenda na watoto tukae na wao basi kiwa nyingi kuliko hoteli. Lakini kwa sababu watoto wako na tabia yao ya ndani wanajifahamu, wataweza faulu na watoke katika hali hiyo mbaya na baadaye waweze kuwa watu wa maana. Halo, haimaanishi kwamba tukibadilisha mazingira ati ndio utakaa. Mtoe hapa, ati mtoe shule ndio iko na boys mixed school, mchukue katika shule ya girls peke yake. Hii wewe mtu mbaya, kama tabia hiyo iko ndani, hautabadilisha na shule. Si tuseme ukweli. Kwani shule itakusaidia ati ukae? Ati mchukue shule ya boys ndio asifanye. Si unafikia ukifika kwa girls kuna ile yenye mnaitanga namna gani? Lesbiani hiyo usimwanafanya, si inafanywa huko. Sasa ndio inaenda kuwa rahisi zaidi mbaya. Shule moja sitataja na iko hapa within, iko somewhere, sitasema kwa sababu utasakuta mmoja anasoma pale. Msichana walipata wakifanya ngono na msichana mwingine. Kivipi? Wameleta ndisi. Hii toke ng'ombe. Hii besi. Halo? Wakaleta condom. Wakafalisha nini? Ndisi. Halo? Wakaleta nini kamba, wakafunga ndisi, msichana mmoja akajifungia hapa kwa kiuno kama mwanaume. So ndiye anatumia kufanya na huyu. I'm asking, kimakosa hiyo ndisi ikatike ama hiyo nini itoke, hiyo ndisi itakuwa wapi? Daktari, hiyo ndisi itakuwa wapi? Itakaa uterus. Hiyo mtu atakuwa sawa sasa? Operation atolewe. Sasa na hata akifanyia operation that means 50-50. Mambo mengine. Halo? Mwingine anafanya ngono na watu wamemsidi umri. Halo? Uko na kijana wa boda ni mwanaume mzima na wewe ni kamsichana. Unapofanya kuna vile ukiwa na wanaume zaidi ya 3 wamekusidi umri itapasuliwa. Ndio maana unakuta msichana mkubwa akona ugonjwa maji ayananga break, amefarishwa Pampers. Msichana ako university kwa sababu hiyo brada imepasuka. Sasa anafaa nini? Pampers. Hebu niulize, usome paka ukue daktari, alafu upate daktari mwingine wa kukuoa. Mkifika kwa nyumba akuta umefaa Pampers, tunakochoa kwa kitanda. Hiyo daktari itakusaidia nini? Magazi, amjam, itakusaidia nini? Itakuwa aibu gani? Wengine anafika hapa anakataa kuolewa kwa sababu anajua shida yake. Kwa hivyo hata ubadilisho kama tabia ni mbaya, bado ni mbaya. Lakini hata ukikaa hapo, bora tu useme Mungu nisaidie ili tabia yangu ya ndani ikae sawa, utakuwa sawa. Maboys, tunaelewana?
Yes, vile ambavyo unataka your sisters aweze kufaulu katika maisha, muonee hao wasichana huruma. Wacha kukimbiza tusichana tu wa watu na kukamata ovyo ovyo. Si wao ndio wanawasumbua. Huyu amesema si hao ndio wanatusumbua. Magari, mnawasumbuanga watu. Ni ukweli ama wanawawekelea? Wanawawekelea? Sasa amuongei. Hai. Amuongei. Okay, hiyo haikubadilisha tabia yao. Ile ambayo tumeona. From the book of Daniel chapter 1 verse 6. Basi katika hao walikuwepo baadhi ya wana wa Yuda, Danieli, Anania na Mishael na Asaria. Hao ndio walikuwa vijana wa uzao wa kifalme na wa uzao wa kiungwana. Vijana wasio na, nimeeleza hiyo vile ambavyo walikuwa. Sasa ni nini ambacho kiliwasaidia? Psalms 119 verse 9. Nani ako na hiyo Biblia? Anisomee. Ni nini ambacho kiliweza kusaidia hawa vijana ambao tumewasoma katika Biblia wakaweza kufaulu? Psalms 119 ni fungu ambalo vijana wanasoma kila wakati. Verse 9 nasemaje? Inasemaje? How can young people keep their lives pure? Yes. By obeying your commands. Ni kwa kutii amri za nani? Kwa hivyo hiyo ndio ilisaidia kina Shadrach, Meshach na Abednego wakashinda majaribu. Kama msipokuwa. Sasa tahadhari vijana. Wakati sasa kuna hatari hapa. Boys and girls. Tahadhari vijana. Kwa nini? Wakati wazazi wako wana uwezo. Those girls and boys ambao mko na wazazi wako na uwezo, tuseme wako na wanaitwanga mapombe. Mnawaitangaje? Bombe. Huyo anaelewa. Kama wazazi wako ni mapombe, hiyo mmesema jihatari sana. Shetani na yeye anatakanga vijana wa mabombe. Hao ndio anataka kutumia sana. Kama wazazi wako, tuseme kwa mfano, just for example, wako na gari, mmechanga nyumba vizuri, ni watu wamejiweza, mnanga stress sana. Be very careful. Kwa sababu mnapokuwa katika hali hiyo, shetani na yeye anataka, kwa sababu anajua hapa kuna pesa, kuna vitu vingi ambavyo ataweza vitumia ili aweze kuharibu vijana. Na jambo lingine, wakati una afya na nguvu, wakati your health iko sawa, vijana wakati ambapo kuna afya. Juzi kuna msichana wangu katika district yangu amelala. Msichana alijoin university mwaka wa kwanza wa pili. Wa tatu akaanza kugonjeka kidogo. Kumbe ugonjwa wa kansa umemuingilia. Nilipoenda juzi kumwombea, alianza kufura jicho, kansa ikachukua, alianza kufura tu juzi amelala sasa. Naenda kushika yeye Jumatano amekufa. Wasichana na wafurana wakati ambapo afya yako iko sawa, uko vizuri, unakula vizuri na wacha ujinga mingi, ati unataka kuwa slay queen, unataka kuwa mslimu, ati kurangi chakula, kurangi food, unakunywa juice na biskuiti ya family na kasoda, ati unataka wacha ujinga. Kama ni ugali kula, mboga kamata managu, kula chisaga, kula marabuoni, kula hizo vitu. Achana hizo vitu chapo. Azima chapo na viazi na mchere. Unataka kufurahisha mdomo, ukiumia mwili. Weka nderema kama utaipata, hizo weka kabisa mwili ipate nini, kae vizuri. Sikia. Wakati ambapo wazazi wako wana uwezo, nimesema wakati ambapo uko na afya. Kuna vijana wengi afya yao imeharibika. Number 3, wakati una sura ya kupendeza. Magirls, wakati uko beautiful, wakati uko boys uko handsome, make sure, be very careful. Usifikirie hiyo sura Mungu, shetani naye anaitaka. Vile Mungu anaitaka, kwa sababu Mungu ndiye anakupatianga sura mzuri. Na unatumia sura mzuri kuharibu amri zake na sheria zake. Be very careful. Usije ukasema mimi niko msupa, niko sawa, sasa I can do anything. No! Jua ya kwamba hiyo sura Mungu anataka kuitumia kwa mambo mengine makubwa. Okay? Wakati una hekima, kuna ile hekima. Wakati unafahamu vile ambavyo uko na elimu. Ukisoma sana daktari, nashukuru kwa sababu watu wanapofika amesoma daktari amefaulu, anaonanga mambo ya chaji si kitu ya kwenda, anaanza shughuli zingine. Be very careful. Wakati una uchasiri, unajua kuna watu ni waoga. Si kuna watu waoga. Hata kusimama hapa mbele inakuanga shida. Si ni hivyo? Ukimwambia ati kuja msimame,
Lakini hapo nje anasafanya, lakini kusimama hapa mbele ya watu, wakati una ujasiri wa kusimama na kuongea vitu vingine, be very careful. Shetani anatakanga hao ndio awatumie kwa ujasiri wao. Shetani pia utafuta watu wa njia hiyo. Mbinu za shetani kuwatafuta vijana, hiyo inasema number 1. Hapa kuna kitu ambacho niko nacho. Kama ningekuwa na nini pale mungeona. Do not jump any step because it is difficult to start again. Huyu ameruka kutoka wapi? Kutoka education paka marriage. Ameruka career, ameruka love, ako wapi? Marriage. Na wasichana, huyu si atapasuka. Ameacha vitabu, anataka kukimbilia nini? Anakimbilia nini? Ndoa. Na vijana wengi wasichana, mnapokatazwa na wazazi mnakataa. Unaruka paka unataka kuingia kwa nini? Kwa ndoa. Ni wewe utaenda kuumia. Ukiona tumbo yake ako na mimba sasa kwa sababu ya mimba. Another thing ndio hiyo. Naitwa nini? Naitwa nini hii? Unplanned what? Kwa sababu hii vitu ni ya kupangwa. Si kwamba unarukia tu. Sasa msichana ako class 8, ako class 6, amepata mtoto. Huyu anaenda wapi? Huyu atafika wapi? Huyu saa hii niambia kama mtoto kako na mtoto mwingine. Si kuna uwezekano wanakuanga na hivyo? Siku hizi hata mtoto wa miaka 9 anakuanga na mimba. 9 months, 9 years anabeba mtoto. Na anakaa hapa. Another thing nini hii? Na hii sana iko kwa wasichana. Ukianza kukataa, unaingia katika abortion. Unaona kama mtoto kamesaliwa, kamerushwa kwa matope. Na hawa watoto wengi wanasaliwa wanarushwa hapa kwa mitaro, si wanyama wanasaa, ni wasichana ambao wanakataa kusikia sauti za wazazi na sauti za kanisa. Avoid hizo vitu. Ingine ni hii madawa ya kufanya nini? Ya kulevya. Unakuta msichana anavuta sigara, mfurana anavuta bangi. Kuna vitu ambavyo vijana wengi, shetani hiyo ndio tabia, anataka wasichana mfikie hapa. Be very careful. Another thing ni hiyo maboys, ni hiyo. Wengine uende kawa tumeingia katika wazazi, kuna wazazi ambao wako katika hali hii. Be very careful. Unapoona mzazi akitumia ama rafiki ya mango, be very careful. Kuna mwingine anaenda kwa hiyo chupa, anamalizia. Anaona anamaliza yenye lipaki ndani. Niko na haraka sana. Halo, dadi alikunywa akawacha mahali, wewe unaenda kumalizia. Ukianza kumalizia, utaenda kununua mpya. Na utajua ujui. Ingine, my boys and girls, this one, hapa ndio mko. Hapa sasa. Hapa sasa. Unaona mzee vile anajivinjari hapa. Na wasichana. Na hapa ndivyo watu entertainment ambayo vijana wanataka siku za leo, sio zile za kusaidia, ni zile za kuharibu. There is another thing. Kuna kitu kingine hapa. Hii inaitwa immorality, fornication, what? Adultery, hiyo mlisema, sodomy, hizo vitu zote, pornography. Hizo vitu ni mipango ya shetani. Ameleta na vijana wengi. Kama si wewe basi ni mwingine. Wako hapa. Kama hautakuwa na zote, lakini moja utakuwa nayo. Tuseme ukweli, si hivyo? Lakini mnaninyamazia kana kwamba siongei na watu. Unajua mtafanya nikasiriki. Amjambo. Na nitafunga mlango niwashughulikie na rungu. Wewe ukiangalia hizi vitu zote, si moja uko nayo? Tuseme ukweli, si moja uko nayo? Moja, hizi vitu zote, si moja uko nayo? Kuna mtu ako na hii moja hapa. Kama uko hapa bado uko kwa pornography. Si hivyo? Si kuna watu wako hapo. Kuna watu wako hapo. Let me tell you. Kuna maboys wanafanya hivi. Kuna kijana mmoja hata kama kengele ilipigwa huko. Kuna kijana alianza kujikamua. Anapaka sabuni mkono kwa sababu hajapata mdemu. Anaanza kuyuse mkono wake kuchililisi. Hiyo uchafu iko. Akasoea hivyo, akawa victim sasa. Baadaye ikafika anapoangalia tu msichana hivi, anajimalizia kwa nguo. Amegonjeka sasa, tutasaidiaje? Amekuwa rusi. Sasa hiyo uchafu unatoka tu pap, kwa sababu hiyo ndio tabia yako. Na akienda kuoga anafanya hiyo tabia. Saa hii amegonjeka, tunaanza kutafuta mbinu ya kumsaidia. Hello, my boys, hakuna kitu ambacho hatujui. We know.
anaenda kwa bafu kuoga, akiona chubii za dada zake anachimalizia chubii za dada zake. Na hivyo ndiye alinieleza, basta nikiona hizo nguo tu hivi, huyu anaelekea wapi sasa? Si hata atashika hata dada zake. Si hapo ndiye anaelekea? Halo? Si hapo ndiye anaelekea? Hata mabosi ndio anasema avoid kuogelea bafu moja ya mama yako. Mnaoga na bafu moja na dadi. Be very careful you boys. Dadi yako hapa ameanika vitu zake na wewe unakuja unasongeza unaweka yako. Na mama yako hapo ndio anaogea maboys. Ukisongeza unasongeza na kijiti. It's very dangerous kugusa nguo za asili za mama yako. Kwa sababu siko hapo. Yes. Nasikia. It's very dangerous. Usifanye hivyo. Uwe na bafu. Ambia dadi awapatie bafu yenye mnafanya nini? Mnaoga. Kwa hiyo mwache kutumia bafu moja. Dina ndio hiyo. Kwa sababu ya haraka nimebakisha 3. Hii nayo ni fashion. Si unaona vile wasichana wako? Wasichana. Kuna mwenye amekunoki hapo, wasichana. Kuna umeona hapo mzuri. Girls. Kuna girls hata maboys. Vile mmeangalia hapo. Kuna imekunoki. Ni gani? Hebu nione kwa mkono. Sasa ni gani imewanoki hapo? Oh, ni gani mbaya? Ni gani mbaya? Ni gani mami mbaya? Ni gani mbaya? Hii ndio dangerous. Inakuanga hivyo. Haya, kuna ingine hiyo. Ukaaba haki yetu. Watu wanaofanya usherati hivyo ndio wanaonekana. Ni imagine wewe ufanye usherati na unaonekana hivi. Na wasichana hivi ndio mnaonekana. Wengi ndio mnaonekana. Ona hivi wanaonekana. Unaona elda vile watu wanaonekana. Aje ya nini na ufanye ukaaba na unaonekana hivi, kifua iko nje, mapacha, makalio, kila kitu ukitaka kuona hawana haja ya kuficha. Wanakuambia wewe ndio unataka gani? Be very careful. Be very careful. Na zingine ashishi. Kwa hivyo kwa muda niseme hivi. Wale wametoa maisha yao kwa Yesu na Yesu akatawala maisha yao. Hii uchafu wote mbingu inasafisha. Halo, unakaa vizuri church na Mungu anakusaidia. Na Mungu atusaidie kupitia kwa jina la Yesu aliyepanda mwombezi wetu. Tumbarikiwe. Is there any question? Kuna swali? Kuna swali? Is there any comment? Because of time, kengele imepigwa mara 2. Kuna swali? Yes, come here. Ni uliza. Uliza mama. No problem. Hey. Kana wacha nisikie. Wacha. Inasema? Wasikule cabbage. Waliuliza mbona wasichana wanaambiwa wasikule cabbage? Ni waulize wanakatazangwa wapi? Kanisani, shuleni ama kwa serikali? Mami, hebu explain kidogo, wapi wanakatazwa? Mahali popote ati wasikule cabbage. Hakuna mtu anakataza mtu asikule cabbage. Cabbage ni mboga na inakuliwa na kila mtu. Tunaelewana my friends? Lakini wanaposema hivyo kuna mimi naelewa kuna kitu nyuma yake. Unaona? Ati okay. Siku ile nitakuja kuongea na wasichana peke yao. I will tell you. Okay? Nani? Usamjibu. Aje daktari amjibu. Use this mic. You speak out. Ongea tu. Yes. Watu wanasema tuwasichana mama wakikula cabbage sana. So, wasichana cabbage sana kwa maji. Kwa wenye wanafanya. Yes. Sasa before wewe cabbage ni nzuri. Cabbage hatumia aina hiyo kwa sababu ya nini? Cabbage tunapotumia ipunguze acidity. Cabbage
ukitumia hautakuwa na hizi places nyingi za candidates. Si washauri wa kutumia hizi na wanachukua kuna sehemu ya siri. Ni normal. It's normal. David itakusaidia kwa hiyo mwenyewe. Lakini ya kusema kimajimaji, mbona kwanza in the first place umefikia hapo kuambiwa wewe ni majimaji na hamzoelewa? Na ukiwa majimaji inahusu mtu nini? Si mwili wako unakuwa majimaji. Unapowasema kwamba sasa sitaki kula cabbage, that means unataka kujiandaa usiwe majimaji kwa ngono. Kwa hivyo cabbage wasichana kula vile inapatikana. Kwa sababu wewe hiyo ni nini unafanya? Ni food. Mungu awabariki. Kuna mwingine tena? Kuna wengine tena? Yes. Ni ile imeiva. Yeye imeiva. Paka nimesikia hiyo. So it is the same thing with marriage. If ukianza kuonjaonja sex, ni kama mtu anakula maembe mbichi. When you will enter into marriage, sasa ukipewa maembe yenye imeiva kwamba hii sasa ndio yako. The experience you have ya maembe mbichi. Lakini ukipewa hiyo maembe imeiva, ukule. Alafu mtu akijaribu kuleta maembe mbichi, utakataa. Yes. So mimi kitu naweza waencourage moja, maembe yameiva yake, achana na maembe mbichi. Sana magals, be very careful. Mungu awabariki. Amen. Kuna mtu simuniambia asante. Kwani nimeng'ang'ana amniambia asante. Stand up tuombe. Tuombe. Mochenu tata Nyasaye. Biamono manene ikiagera kwareta abana baiga aseng'encho kwigulingana lyao. Watoto ni mibaraka kwa sababu neno lako ndio linasema kwamba watoto ni mibaraka kwa wazazi. Shetani anangojea wakati ambapo tumewalea wameanza kuwa wakubwa, anatafuta mbinu ya kutunyang'anya. Lakini Yesu, tunaomba ulinde watoto wetu wanapokuwa nyumbani, wanapokuwa shuleni, mahali popote wanapotembea, tunaomba ulinde hao watoto wetu. Na zaidi ya yote Roho wako Mtakatifu awaweke karibu ili wafahamu kwamba miili yao ni hekalu takatifu. Ili Bwana watakapofika katika umri wa kuingia katika ndoa, Bwana waweze kuwa na furaha katika ndoa hiyo siku za maisha yao yote. Tunapoenda break kidogo kwa sababu tunataka kuingia program nyingine, tunaomba Yesu uweze kuwa pamoja nasi hadi mwisho. Ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Get the point. Take a step forward.